kanuni ya utawala bora katika ulimwengu wa roho, japo kabisa linapotokea watu wanalia. Soma Biblia. Daudi ili atawale vizuri ilibidi Goliathi afe ili Daudi nchi zote zimwogope. Hiyo ndo kanuni. Sasa kanuni ya jambo bora litakaloendelea hapa, lazima wale wabaya waondoke ili wana wa Mungu wamtumikie. Kanuni. Ukifika mahali ukapanga nyumba, hata umepanga kwa mchawi, usiogope. Ukiwa umepanga, yani ni Mungu amekupeleka makusudi. Kusudi Mungu, kusudi mchawi ajue Mungu wako. Yani ukienda pale, hata ikifika wao usijisumbue kusema, "Hey Yesu, wewe kiala wakubwanya." Unampigia kelele za nini? Piga magoti, mwambie Mungu, ninakushukuru. Mimi ni mtoto wako. Asante kwa kuwa nimepanga chumba hiki, sasa imekuwa nyumba yangu. Yaani mimi ukinipa kitu kisema, "Mtumishi karibu kiti." Ninapochukua kiti, hebu nipe kiti moja. Ukinikaribisha kiti nyumbani kwako, utaona kabisa ukisema karibu kiti nasema asante. Yaani sasa kwa sababu kiti hatuwezi kukaa watu wangapi? Wawili. Ninapokaa nasema asante Yesu, hiki kiti ni changu. Cha kwangu. Manjonjo yaliyokuwepo ninapokaa lazima yakimbie. Yamfuate aliyoyaweka, lakini mimi nakuja na Mungu wangu kwenye kiti. Nitakaa nikimaliza naondoka na uwepo. Na kama kuna kitu kinakuja kutamka juu ya kiti kwamba aliyekuwa amediriki kukaa hapa kimkute hiki, yeye mwenyewe hicho kinamkuta, mimi naendelea kudunda. Hata unapopata shida mbele ya adui, usitoe machozi, cheka, kwa sababu adui mara nyingi huwa anapenda asikie unalia. Sasa siku hiyo hatukutoa machozi, siku kwa tusema, "Yesu, tunaomba utusaidie." Sasa Yesu huwa anafanya kwa wakati wake. Usimlazimishe Mungu afanye. Mwambie na umuombe Mungu afanye. Amen. Katika damu yake Yesu sisi tuna msamaha wa dhambi. Katika damu yake Yesu tunaona ukombozi, uponyaji, tunaona maajabu, miujiza ya kila aina. Ni kwa ajili ya damu ya Yesu. Na katika kile ambacho sisi tunakiendea kwamba tutaipata damu wapi kama Yesu alikufa. Yesu kifo chake ni kama ishara, na ametupa ishara nyingine ambayo itafuatana na yeye. Kwanza, ukisoma kwenye kitabu kile cha Yohana 14 na ule mstari wa 13 na wa 14. Jambo la kwanza anasema, "Mkiomba lolote kwa jina langu, nami nitafanya." Anaweza basi bana. Sasa sikiliza, kwa nini asiseme tuombe kwenye jina lako? Wewe jina lako ni Emmanuel. Wewe jina lako ni Ndiguda, mwingine ni Zikubenki, mwingine ni Ndikunula, mwingine ni Ngupinya. Kwa nini tusiombee majina hayo mpaka tukapewa jina hili? Mbona jina lako ni zuri? Yaani hata kama unaitwa Sukuma Wiki si ni jina? Kwa nini tusiombe kupitia jina hilo? Lakini tumepewa jina hili la Yesu, kwamba na sisi tukiomba katika jina la Yesu, Mungu atatusikia kupitia jina hilo. Na katika jina hilo pia tutakombolewa tukiomba katika jina la Yesu. Naona kuna vitu vinaanza kuhama ndani ya dini yao. Kuna vitu naona vinahama, vinatoka katika mwili ambavyo vilikuwa mateso kwa mtu huyu kwa muda mrefu. Vitu hivi vilikuwa mateso kwa muda mrefu. Naona vinatoka ndani ya mwili wake. Naona kuna vitu vinatoka. Naona kuna vitu vinatoka. Naona kuna vitu vinatoka ndani ya mwili. Kuna vitu naona vinatoka kwenye ulimwengu wa roho. Naona kuna vitu vinatoka ndani ya mwili. Ilikuwa kama kamba uliofungwa. Ilikuwa kama kamba ya mateso. Ni kama kizuizi kwenye ulimwengu wa roho. Kizuizi ambacho kilizuia mipango yako. Kizuizi ambacho kilizuia hatima ya maisha yako. Naona kabisa kuna kitu kinaondolewa ndani ya mwili. Kinaondolewa. Naona kuna kitu kinaondolewa. Kuna kitu kinatoka ndani ya mtu kama kitambaa cheupe, lakini katikati kimeandikwa mauti. Kinaondolewa, kinanyofolewa. Kinanyofolewa. Kila neno waliolinena kwenye ulimwengu wa giza juu yako, ambalo
lilichukua hatua ya kubandikwa, kuwekwa juu kama ubao fulani, ili kila anayesoma maisha yako au anayesoma kwenye ulimwengu wa giza leo, hilo agano linavunjika, hiyo mauti inakuacha kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu inakomboa watu hawa. Damu ya Yesu ikomboe watu hawa. Kuanzia saa hii naruhusu mamlaka yako kupita ndani ya watu hawa. Naruhusu mamlaka yako kupita ndani ya